Karibu. Bwana Yesu apewe sifa kanisa. Amina. Kwa majina naitwa Christina Jonas, mimi ni mzaliwa wa Busolwakoni pale. Ndio. Yaani mwenyeji. Mimi napenda kumshuhudia Mungu kwa matendo makuu aliyonifanyia. Amina. Mimi nilisumbuliwa na uvimbe wa masikio. Sawa sawa. Nilitoboa masikio yakavimba. Sawa sawa. Nimesumbuka baada ya miaka 3. Nimetembea kwenye waganga kienyeji. Ndio. Wakawa wananipa dawa ya kupaka uvimbe kwamba upone. Ndio. Lakini ndio unaendelea tu. Ndio. Nimetembea sana kwa waganga wa kienyeji mpaka nikaenda na hospitalini. Ndio. Nikafanyiwa operation wa masikio. Nilipofanyiwa operation hivyo, ndio, uvimbe tena ukarudi tena ndio ukaongezeka kabisa. Ina maana ulipoenda hospitalini wakakufanyia upasuaji. Lakini uliporudi nyumbani ulipopona uvimbe tena ukaongezeka. Ndio. Tena nikarudi hospitalini tena nikafanywa operation mara ya pili. Ndio ukaongezeka kabisa. Naona pointi, ina maana kwa kadiri anavyopasuliwa uvimbe unaporudi unakuwa mkubwa kuliko ulivyokuwa mwanzo, na hata alama nazo kwenye masikio hizo yamebaki makovu. Tena ilikuwa ni pande zote. Ndio. Ni huku na huku. Ndio. Sasa nilikuwa nimeolewa, mume wangu kaniacha sababu ya uvimbe. Naona maajabu hayo. Akaniambia nenda kwenu wakakutibishe. Nikarudi nyumbani. Maana yake sasa amechoka. Kwa kifupi, hakupendi tena kwa sababu masikio yamevimba. Ndio. Anaona una masikio manne. Akamwambia nenda kwenu. Ndio. Nikaja sasa nyumbani. Mama akasema kwamba mwanangu, mimi nataka kuokoka, twende tukaokoke. Baba mzazi akakwambia hivyo? Mama. Mama. Ndio. Ndio tukaja mahali hapa. Ndio. Kwa Mungu kaniombea, akasema nenda tena ukafanyiwa operation, hautayaona tena. Na ni kweli nilienda hospitalini nikafanywa operation nikapona kabisa. Sasa hivi miaka 2 sijaona tena, wakati alikuwa anamaliza miezi 3 tu yanaanza tena. Unajua shida iko kwa mwenzako unaiona nyepesi. Ikiwa kwa mwenzako alikuwa anamaliza miezi mingapi? 3 yanavimba tena makubwa kuliko mwanzo. Kwa sasa na miaka mingapi? Hata dalili hamna. Pigezu makofi kwanza. Makofi mengi sana. Karibu. Una lingine la kuzungumza au ni hilo tu umeisha? Ndio, karibu. Tena napenda kumshukuru Mungu. Ndio. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa homa ya ini. Ndio. Lakini nilienda kupima nikaambiwa, zamani nilipima nikaambiwa nina ugonjwa wa ini tena huko juu sana. Nikarudi tena mara ya pili nikaambiwa tunaona lakini hauna nguvu, yani haina haja hata ya kutumia dawa yoyote. Sikiliza. Ina maana wakati unaenda ile mara ya kwanza kabla ya kufanyiwa maombezi, ndio hivyo? Walipopima ile siku ya kwanza unagundulika na tatizo la ini. Wakasema shida iko juu sana. Sasa mimi nataka nikuulize, kama shida ya ini walisema iko juu sana, wewe ulikuwa unahisi maumivu au ulikuwa usikiaje mwili wako? Yaani tumbo lilikuwa linaniuma sana. Tumbo lilikuwa linauma? Nilipokuja hapo kaniombea, sikuona tena tumbo linaniuma, mpaka kwa sasa siumi tena tumbo. Ina maana kabla ya kuombewa tumbo lilikuwa inakuhangaisha. Ndio. Ilikuwa inakupa shida. Ndio, na walinipa dawa za kukinga mtoto ili nisimwambukize. Lakini niliporudi mara ya pili akasema haina haja hata ya kutumia dawa, maana ugonjwa wako hata haueleweki. Kwamba haina hata nguvu sasa.
natokea hapo toka uombewe. Ina maana aliombewa, nakumbuka nimemwombea mara ngapi? Mara 2. Alipokuja ile mara ya kwanza kutoka Geita nikamwombea, nikamwambia rudi pale pale ulipopima, kwa sababu kama Mungu ameponya, ameponya. Na uelewe pia leo wewe unayesikia, elimu ya madaktari ni Mungu mwenyewe. Aliposema mkayatiishe mazingira, ni pamoja na hiyo elimu ya kujua namna ya kuangamiza bakteria na virus. Ni Mungu mwenyewe. Sasa kama unaombea mtu amebainika hospitalini na tatizo fulani, mrudishe kule kule, vifaa vile vile, daktari yule yule akathibitisha tena kwamba amefanya nini? Amepona. Na ndiyo maana wewe kama ni mtoto wa mganga, ni ngumu sana kusoma, kwa sababu shetani hupinga yaliyo maagizo ya nani? Ya Yesu Kristo. Kusoma ni maagizo ya Yesu Kristo mwenyewe, maarifa pate kuongezeka. Kwa nini maana nilikwambia rudi kule kule. Wakaenda wakapima ile mara ya pili, pale pale wakamwambia mbona kama tatizo lako halieleweki, hakuna hata haja ya kutumia dawa, lakini toka afanywe huduma maumivu hayasikii tena. Sasa Christina, mimi nikuulize swali, maana wewe wokovu umeletwa na mama, si ndio? Amesema hivyo mwenyewe, hakuamua yeye, leo anajiuza kwa waganga. Sasa unaweza kutuambia utofauti kwa waganga na kwa Yesu uliouona wewe ni upi? Nimeona utofauti, yani ni bora kwa Mungu, sio kwa waganga wa kienyeji. Kwa Mungu sio kwa waganga wa kienyeji. Kwa hiyo unasemaje wewe? Utamwacha Yesu tena? Sitamwacha Yesu tena. Pigie Yesu makofi mengi sana. Makofi mengi. Mvunja milima. Amen. Amen. Tuishie hapo.